Kidogo hapo napo vipi kwenye hii mini supermarket yako? Hapa nililipia alafu nikawa stop kwanza kwa sababu hapa kodi ilienda kama miezi 4 kwanza. Baada ya kushindwa kubalance baadhi ya vitu vizuri. Zaini mwaka 2025 ulikuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo nikawa nashirikisha ndugu zangu, sikutaka kuwa na haraka. Japo wale ambao sio na haraka niliwaitikia tu kiusoni, lakini roho ilikuwa ndani kwa sababu hela ilikuwa inaenda. Lakini nashukuru mwisho wa siku Mungu ni mwema, nikajichanga, nikaandika proposal zangu. Mungu ni mwema, zikakaa sawa. Kwa nini mini supermarket? Kwa nini sio biashara nyingine yoyote? Nadhani ndio kitu ambacho nakipenda sana na nimeona watu wanakula. Mwanzo ilikuwa ni nafaka tu, lakini kaona kwa nini nisitafute kitu cha kusindikizia hizo nafaka. Mtu akija kuchukua unga basi hata apate na kuchukua mchele, apate tena mafuta ya kupikia huo mchele. So nikaamua tu nitengeneze, niweke tu vyakula vya aina zote na kila kitu ambacho kinahusiana na chakula. Huko ni zile kei zako sasa hivi sio tena Asma Outlander, ni Asma Outlander na mfanya biashara pia. Sijajua nyewe mtaweka vipi, lakini kila mtu atatengeneza ambavyo inakaa sawa. Kwa namna ambavyo ulitengeneza leo jambo lako, ilionekana kama kuna namna kama Asma anavalishwa pete hivi au Asma labda anafanya hivi na hivi. Imekuwa surprise sana. Kwa nini kutengeneza vile? Mimi natamani kujua. Na umealika watu wengi sana, umealika Diamond, umealika Mario, umealika nani? Diamond. Nashukuru Mungu kwa sababu mimi sikutema iwe hivyo. Mimi nimeweka tu poster ya Asma Big Day. Kwa hivyo post kwa vile watu wakaona iko vile. Na Diamond pia nikamtext kwamba anisaidie hata kupata ya time, kwa akaniambia haina shida. Watu watakuwa hapo, watananili kila kitu kitakuwepo sawa. So hataweza amini baada ya kuona watu wameamua kwenda nayo hiyo. Basi acha mimi nikae tu humo. Watu walienda nayo hiyo kwa sababu waliona kupitia kwa rafiki yako karibu kabisa Kiredio. Alimposti bwana Alikamwe. Na Alikamwe pia shafanya interview siku zimepita nyuma, akasema kwamba ulikuwa na ugomvi naye. Sio tuko huko. Ndio biashara hiyo chief. Sawa. Baada ya kuona vile watu ndio wakajua labda kwamba kwa sababu yale yalitokea labda msameheana na nini, lakini kumbe tulikuwa tofauti sana. Tuambie pia kuhusiana na hilo. Sisi ni binadamu tu, kupishana kupo kwa kawaida, wala hakuna kikubwa sana ambacho kilitokea. Ni ile tu unajua sisi pia ni wanawake, so vitu vidogo tu sometimes ukajikuta unachukulia tofauti, wala hata hakuna kitu kikubwa cha hivyo. Umemsamea lakini nini? Umemsamea lakini hajawahi kunikosea hali. Asma. Huwa unajisikiaje kila ukihusishwa wewe hauhusishwi na mwanaume fulani, huwa unahusishwa na ndoa direct? Na hizo ni vitu ambavyo watu wanaenda kwa waganga wanafanya vingi usipate. Lakini pia kama ile story yako wewe unahusishwa na ndoa. Ukiona hivyo nini kina hit kichwani kwako? Asma ipo wapi? Biashara ipo. Sijakuelewa. Biashara ndio leo siku ya kwanza. Wewe kila ukihusishwa unahusishwa na ndoa. Sio tu mahusiano ya kawaida ambapo mitaani tunajua watu wanatafuta ndoa. Sasa wewe huwa unajihisi vipi kile kitokea hivi? Ni hali kuna watu hizo ndoa wanazangaikia. Kwa nini umesema ndoa? Of course kila ukihusishwa unasikia ni ndoa. Hata leo pia ndoa. Sijajua ni kwa nini nahusishwa hivyo. Kwa mimi mwenyewe pia nakuwa ni mgeni kama ambavyo wewe unaona. Kuna ile kauli watu wanasema kwamba kila mafanikio ya mwanamke kuna mwanaume pia. Asma pia anabeba hiyo kauli. Sidhani kama za nikaibeba hiyo kauli. Kwa sababu kuna comment kule tumeshapost, watu wanasema kwamba inawezekana labda ni mbunge kashafanya yake na nini, kwa sababu hii inaweza kuwa kweli bwana. Sawa. Kama wanavyohisi kuna nini sawa? Huwezi kumzuia mtu kuwaza ambacho anawaza. Tukirudi kwenye mahusiano ambayo ni rasmi. Siko kwenye mahusiano ambayo ni rasmi. Na ni gani sasa kitokea uwe yani hauna mahusiano? Mimi ni muoga, ila ni muda kidogo. Ni muoga wa mahusiano. Weka kwenye hiyo ni muoga, lakini pia ni muda kidogo. Sawa.